usafirishaji na umekuwa ukileta washirika hapa, na tunashukuru sana kwa huduma yako. Zaidi unaleta watu gani hapa? Hapa zaidi naleta sana wanawake. Kwa nini wanawake na sio wanaume zaidi? Labda wanawake wao wana mwitiko sana na ibada. Ndio maana naleta sana wanawake. Sasa nikuulize swali Dula, unaamini Mungu yupo? Naamini Mungu yupo. Na Mungu akikuangalia sasa hivi Dula, anakufurahia au amekukasirikia? Mungu hajawahi kumkasirikia mtu wake. Aha, sasa mimi nataka nikuulize maswali tu tuchache tujue kama Mungu anakufurahia au amekukasirikia. Unazifahamu amri 10 za Mungu? Amri 10 za Mungu? Sizifahamu. Unafahamu kwamba kusema uongo ni dhambi? Nafahamu. Toka umezaliwa mpaka leo Dula, umesema uongo mara ngapi? Mara nyingi. Na anayesema uongo anaitwa? Si muongo? Uko sahihi. Toka umezaliwa mpaka leo umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako? Kwenye maisha ya kawaida kuna muda unapata tamaa. Kuchukua yani unaweza yani nimechukua tuseme. Umesema ukweli. Na anayechukua visivyo vyake anaitwa? Mwizi, ameiba. Uko sahihi kabisa. Dula, amri ya 7 inasema hivi, usizini. Lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani? Kwenye maisha ya kawaida, hata kama unaoa unaanza kumwangalia mwanamke, unamtamani, unampenda, ndo unaoa. Dula mdogo wangu, mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni mwongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo, na yamkini umewahi kufanya uasherati. Hilo sitaki uniambie. Mungu akikuangalia sasa hivi anakufurahia au amekukasirikia? Mungu mimi naamini kwamba amkasirikii mtu wake, yaani ndo ninachoamini hicho. Biblia inasema hivi, waongo, walevi, wazinzi, waasherati, waabudu sanamu, wote sehemu yao ni katika ziwa la moto. Unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi tusiende motoni? Aliweka kutubu. Hapana, jaribu hiyo mahakamani Dula, umeiba pikipiki na ukaiuza, ukaja ukakamatwa, ulishaiuza, uko mahakamani. Hakimu anakwambia haya Dula, jitetee. Ukamwambia hakimu, kweli naomba unisamee, niliiba lakini naomba unisamee. Hakimu atakuachia? Hawezi kukuachia. Hawezi kukuachia, lazima ulipe fine. Umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani? Nasikia. Ni kweli, karibu kila mtu duniani amesikia hilo, lakini hawajui hili. Wewe na mimi Dula tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akafa msalabani, akalipa fine. Ni sawa na wewe sasa ukipelekwa mahakamani, ndio pale uliposema kwamba kukusamehewa, unatubu. Ukipelekwa mahakamani akatokea mtu akakulipia fine, hakimu anakwambia Dula, ulikuwa na fine lakini kuna mtu kakulipia, uko huru kuondoka. Kwa hiyo ili usiende jehanamu, unatakiwa kufanya mambo mawili. Unatakiwa kutubu na kisha kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umewahi kusikia mstari mmoja Biblia unasema mshahara wa dhambi ni mauti? Nausikiaga. Kwa maana nyingine Dula, kwa sababu umetenda dhambi, Mungu amekuhukumu kifo. Wewe na mimi tunasubiri siku yetu kufika. Lakini ukimwamini Yesu, Mungu anakufutia dhambi zako zote na kukupa zawadi ya uzima wa milele. Sio kwa sababu wewe ni mwema, lakini kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema na neema. Kwa hiyo nikusihi Dula, na kushukuru sana kwa kunisikiliza, lakini naomba ukayafanyie kazi haya. Utakwenda kuyafanyia kazi? Nitaenda kuyafanyia kazi. Asante sana asa usafirishaji, na Mungu akubariki sana. Asante.